Kongamano pia la biashara kati ya Tanzania na Japan tumelishuhudia karibuni tarehe 15 Agosti. Majadiliano ya biashara ya uwekezaji kati ya sekta ya viwanda, kilimo yaliimarishwa na kutoa fursa za Tanzania kuingia katika soko la Japani. Na kwa mwaka huu tukijaliwa mwezi April tarehe 13 hadi tarehe 13 Oktoba tunaenda kuanza maonyesho ya Expo 2025 Osaka Kansai Japan. Ni maonyesho makubwa. Kama mtakumbuka tulikuwa tuna maonyesho ya Dubai Expo yalimalizika na tulipata fursa kubwa sana ya mikataba kusainiwa, mikataba mikubwa, mikataba 37 ndani ya Tanzania. Lakini na maonyesho haya sasa ni hatua nyingine, maonyesho makubwa, maonyesho ya dunia. Tunatarajia sisi kama Tanzania pia kupata fursa sana, na mikataba mbalimbali pamoja na miradi mbalimbali itauzwa katika maonyesho hayo ya Japani. Ni maonyesho ya miezi 6 ambapo katika miezi 6 kutakuwa kuna program mbalimbali ambazo katika program hizo ziko idadi yake ni 8. Sekta zote zitaweza kushiriki na kuhakikisha tunatumia fursa ya miezi 6 ya maonyesho hayo, fursa za kila sekta kuhakikisha inapata. Lakini pia tutatumia uwepo wa maonyesho hayo kuuza mikataba na miradi yetu mikubwa. Kama unavyofahamu, kila taasisi Tanzania sasa hivi tuna miradi mikubwa na Tanzania tunafuata ile principle ya PPP sasa hivi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo muhimu. Sisi tunasema ni soko la kunadi mikataba yetu. Kwa hiyo tunahakikisha tutauza miradi yetu katika maonyesho ya Expo Osaka Kansai Japan. Pia kuna kongamano katika uratibu wa maonyesho ya makongamano ya biashara, pia kongamano la biashara na uwekezaji nchini Komoro lililofanyika Agosti mwaka huu. Makampuni ya kilimo, kampuni ya Sugeto, hiyo kampuni iliweza kushirikiana na kituo cha mauzo ya Komoro. Tuliweza kusaidia kupatikana kwa oda ya vitunguu tani 2500 venye thamani ya $2.5 milioni 2.5, ambapo sawa na Tanzania shilingi milioni 6.8. Hizo ni oda ambazo imepata kupelekwa Komoro. Kwa hiyo bidhaa zinapata masoko kupitia haya makongamano na uratibu haya makongamano ambapo tunawafanya. Lakini pia tumeendelea kufanya makongamano mbalimbali ya sekta za nishati, sekta za energy, na katika ushiriki wa maonyesho ya kimataifa kuna maonyesho yaliyomalizika CIA, maonyesho makubwa ambayo yamefanyika China, Import and Export. Ni maonyesho makubwa. Katika maonyesho hayo tumeweza kupata mafanikio ya hati fungani zenye thamani ya bidhaa ambapo makampuni 13 yalishiriki katika kufanikisha mauzo ya papo kwa papo, lakini thamani ya shilingi bilioni 17 tuliweza kupata kama Tanzania. Lakini bidhaa za katani, asali na sanaa za mikono. Katani yetu mkonge ulipata soko na wana mkataba ambao unauza, lakini asali tulishuhudia container ambazo zimekwenda baada ya kutoka maonyesho yale, waliweza kupata oda. Lakini maonyesho pia ambayo maarufu mliasikia Expo Doha, maonyesho ya mboga ambapo fursa za bidhaa na mauzo waliweza kuuza. Tuliuza thamani ya shilingi milioni 125 bidhaa zetu za mboga na chakula. Kwa hiyo oda ambayo ilipatikana. Na katika ushiriki wa Expo kama nilotaja, Expo 2025 Osaka Kansai Japan, tunatarajia kufunga mikataba mbalimbali. Lakini ukija kwenye thamani ya Expo Dubai tuliweza kusaini mikataba yenye thamani ya $, bilioni 7.49 sawa na trilioni 17 za Kitanzania. Kwa hiyo trilioni 17 hizo ndani yake kuna ajira 200,000 zimeweza kupatikana kwa mikataba ambayo imesainiwa. Kwa hiyo tunaona faida na uwepo wa hizi fursa, kufunguliwa kwa fursa ya serikali ya awamu ya 4. Tumeweza kuona kuna ajira na washiriki walioshiriki wa Tanzania wote katika kwenda kutangaza na kuuza ni wanapata 640, hayo ikiwemo mawizara na mataasisi. Tuliweza kushiriki ndani ya miezi 6 kuuza na kutangaza fursa. Watembeleaji wa banda letu waliotembelea ni 928,469. Banda la Tanzania lilitembelewa na wadau hao, na wadau hao walitembelea kipindi mbalimbali. Lakini maonesho ya biashara ya Afrika mwaka 23 tulifanya mauzo ya papo kwa papo ya shilingi bilioni 2.17. Kwa hiyo tunaona jinsi ya makongamano na matukio na maonesho yanavyoleta faida mbalimbali ushiriki wetu.